na awamu ijayo ndo nilitegemea nianze kualika wageni. Mimi sijawahi kualika mgeni hapa. Mheshimiwa Spika, kanuni inasema ya 165 kifungu cha kwanza na cha pili imeeleza watu watakaotambulishwa humu bungeni. Azania Coconut, utamu wa pishi lako. Mheshimiwa Spika, naona kama tunaenda kufanya ubaguzi kwa sababu hawa watu waliotajwa kutambulishwa, Spika anaweza akamtambulisha yoyote ambaye ameona amefanya kitu kikubwa kwenye nchi yake. Yoyote, awe msanii, awe mwanariadha, mtu yoyote aliyefanya jambo kubwa kwenye taifa. Sasa tunapokuja humu ndani sisi wabunge, kualika watu kuja bungeni ni moja ya ahadi tunazozitoa wakati tunatafuta kula. Sasa jiulize Mheshimiwa Spika, kilomita zaidi ya 900 unamtoa mtu Geita huko unamleta bungeni. Anapata baridi hapa na Sumbawanga huko mbali. Anapigwa baridi hapa, halafu anamaliza anaondoka tu kama grupu la mbuzi. Hapana Mheshimiwa Spika. Nilikuwa nadhani Mheshimiwa Spika, tulivyokuwa zamani tuendelee vile vile. Kama ni swala la muda, kama alivyoeleza mtoa hoja naibu Spika, kama ni swala la muda, ndani bungeni tuna kantini. Tunatoka saa 7 na tuna madaktari wa binadamu. Muda wa kupumzika binadamu unaweza saa 8 baada ya kula. Ndio mtu anaenda kupumzika. Nikushauri Mheshimiwa Spika, kama swala ni muda, tusogeze kutoka saa 7 twende saa 8. Kwa sababu ndani tuna muda wa chai, tuna kantini, tunaruhusiwa, tuna chakula. Mtu utaenda saa 8 tufunge, halafu tukapumzike masaa mawili. Tunatoka saa 7 unalala kuanzia saa 8, saa 9, saa 10, tunarudi saa 11. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Msukuma, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Francis Mtinga. Naomba nimpe taarifa mzungumzaji, anazungumza vizuri sana. Naomba tu nimpe taarifa, kama ni swala la muda, badala ya saa 8 tunaweza tukarudi hata saa 10 badala ya saa 11. Kupa taarifa sasa. Mheshimiwa Msukuma, unapokea taarifa hii? Naipokea Mheshimiwa Spika. Kwa Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa ya bunge hili, sisi tumelikuta bunge hili lina hizi kanuni, tunaenda tunabadilisha, lakini nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Spika, ushauri wangu kwenye hili, tuendelee na utaratibu wa kutambulisha wageni wetu. Kwanza ni heshima. Unaleta wageni 5 kutoka jimboni kwako, kwa sababu yeye hawezi kuwa mbunge, lakini alikupigia kura. Watanzania na wanajimbo wenzio wakimuona alialikwa, ametambulishwa na ameniga katai kama kaka Salali, inampa heshima hata kwenye jamii kule kwamba anatambuliwa na mbunge wake. Kwa hiyo nilikuwa nashauri sana Mheshimiwa Spika, kama swala letu ni muda, kama tatizo ni muda kwamba tunabanwa muda, tutoke saa 7 tuondoke bungeni saa 8. Mtu anayepata njaa unaenda kantini unarudi, muda wa saa 1 utaendelea kutupa huduma yetu ya kutambulisha wageni wetu. Mheshimiwa Spika, lingine Mheshimiwa Spika, sikuliona lakini naomba nishauri Mheshimiwa Spika, sisi humu ndani sio wahuni, ni waheshimiwa, tuna familia. Kama jinsia ya kike ana mume wake, wa kiume ana mke. Mheshimiwa Spika, sisi tumepewa heshima ya kupita VIP. Lakini nataka kujiuliza, ukienda pale VIP, mkishuka kwenye gari, kama huna hela inabidi mgawanyike. Mwanamke apite huku, wewe upite huku. Na sisi ili upate kula lazima kuna mume nyuma au kuna mke nyuma yako. Sasa Mheshimiwa Spika, sioni kama wenzetu walitengeneza utaratibu mzuri, na sijui kwa nini, kwa sababu ni bunge. Nilikuwa nashauri Mheshimiwa Spika, ile heshima ya VIP hasa kwenye hizi sehemu tunazopita, ni mbaya sana kumtenganisha mtu na mwenzi wake, kwa sababu pengine tunafinya nini mimi sielewi. Sisi tumefunga ndoa, tumeambiwa mtakuwa mwili mmoja. Tukifika kwenye VIP tunakuwa miili miwili. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nashauri sana kwamba hii heshima tuliyopewa ya VIP iende kote kwa mtu aliye na mwenza wake. Ambaye hana mwenza atapita peke yake. Kunitenganisha mimi na mke wangu, tunakuwa pia tunakeuka maadili ya ndoa ambayo mimi nimeapa kuyalinda kama nilivyo hapa bunge. Swala lingine Mheshimiwa ni swala la muda. Kwenye kanuni inasema tutachangia kwa dakika 10. Lakini kwa uzoefu tumeona mara nyingi ukichangia tu zikifika 7, sasa sijajua kakengele huwa kako wapi. Kanalia saa nyingine hata 5 tu, sasa sijaelewa, labda kama umetoka kwenye mada kanabonyezwa. Nilikuwa nashauri Mheshimiwa Spika, kwa sababu kanuni imetaja dakika 10.
anayekaa kwenye kiti anajua dakika 10 zangu nitazigawa kwa watu 6. Sio lazima wote tuongee. Kiukweli muda wa kuchangia ndo muda hasa wa kueleza matatizo ya wananchi wetu. Unapochangia dakika 5 unajitambulisha na kumpongeza spika, kengeri imelia. Kwa hiyo wale waliofikiria dakika 10 mpaka 15, Mheshimiwa Spika, ninadhani tungeendelea kuziacha zibaki pale. Wale ambao watakosa nafasi siku hiyo wachangie siku inayofuata. Mheshimiwa Spika, na mwisho